baadaye au wachukua kamera. Mtu anaomba mambo yake ni kama yeye amekaa jirani naye, anafungua macho anakuta alikuwa anasikilizwa hapo, nikamwambia kama wewe sio ingia kwenye maombi, usikae kwa ajili ya kusikiliza watu. Tumia dakika hizi chache. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, ninakuinua na kukutukuza kwa sababu ya uaminifu wako. Wewe ni mwalimu mkuu mwenye hekima ya ajabu sana. Hii fursa uliyotupa ya kutofautisha sisi na watu wa mataifa tunaitumia sasa, maana najua mbingu zimefunguka. Bwana mkuu wa anga na karatu hana nafasi tena, hana nguvu tena ya kuzuia maombi ya watumishi wako, ya kuzuia maombi ya watumishi wako, maana njia zako zinatambulikana kwa watoto wako, nao wanapokuomba wewe unasikia, maana madirisha ya mbinguni yako wazi. Wanakupa leseni ya wewe kufanya pamoja na wao, kuhusika pamoja na wao, ili waweze kufikia hazina za kimbingu katika jina la Yesu. Maana chochote wewe unachotaka kukifanya kinapitia kwa mwanadamu katika dunia hii. Kibali hakizuiliwi, baraka hazizuiliwi, wala msaada hauzuiliwi, maana kwenye channel ya maombi wewe umetoa hii fursa Bwana, na adui aweze kutuzuia kwa sababu yoyote. Yako mambo tumeyakosa kwa sababu tuliomba vibaya, lakini sasa tumejua, tunataka kukufahamu zaidi Bwana. Tunaweza kutengeneza maisha yetu tukawa wastaarabu, lakini Bwana, hata watu wa adui wa ufalme wa giza wana ustaarabu. Lakini Bwana, tuumbie imani kwa neno lako katika jina la Yesu. Tunakuja kwa neno lako kwa ujasiri sawasawa na Waebrania 4:16, hicho kiti cha neema, ili tupate rehema wakati wa mahitaji, ambayo maombi hayo yanatunzwa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Bwana, hayo manukato yakaendelee kunukisha harufu nzuri mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunataka kujua utukufu wako katika Kwaresma hii, nguvu zako katika Kwaresma hii, uso wako tuuone, na njia zako na uwezo wako wote tukitambue, kama Musa alivyokuomba